unaosikiliza siku ya leo. Kwanza nianze kumshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama, mimi na wewe unayonisikiliza siku ya leo. Lakini leo nimekuja ili nizungumzie kitu kimoja ambacho kimekuwa ni chukizo hasa mbele za Mungu, kwa sababu jinsi uhalisia wa mambo unavyozidi kuendelea. Leo nataka nizungumze na watu wanaitwa wacha Mungu, wanaitwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mimi naitwa Jonathan Michael Ibrahim, ni mwinjilisti pia. Nimesoma Biblia kwa namna yake, kwa sehemu yake nimepata kuelewa yaliyo mengi. Yapo maagizo, amri na sheria za Mungu ambazo ametupa sisi wanadamu ili tuweze kutembea kwazo. Lakini cha ajabu sasa, kila panapokucha naona wale wanaoitwa kwa jina la Bwana Yesu hawatembei sawasawa na maagizo na sheria za Mungu. Sasa nashindwa kuelewa kwamba huyu Mungu ambaye wanamwabudu ni Mungu huyu ambaye alitupa amri na sheria, ama ni mtu Mungu mwingine? Kwa sababu kuna mambo kadha wa kadha ambayo yamekatazwa juu ya wale wanaitwa katika jina la Bwana Yesu, juu ya wale wanaomcha Mungu, lakini yale maagizo na sheria na hukumu hazifuatwi. Vitu vingine vimepoezwa kama kana kwamba havina nguvu, ijapokuwa Mungu aliviagiza kwa msisitizo mkali, lakini wanadamu ama wale wacha Mungu wameweza kuviona kama ni vitu ambavyo visivyokuwa na nguvu. Sheria ina nguvu ya Mungu na amri ya Mungu ina nguvu, lakini sisi wanadamu tumeanza kuwa na mazoea kana kwamba ile sheria haina nguvu kiasi cha kwamba haiwezi kuwazuru. Lakini sikiza nikwambie siku ya leo, kuna mambo kadha wa kadha ambayo yamepuuzwa. Mfano, watu wamekuwa hawana huruma, iwe ni watumishi ama wacha Mungu. Tena hasa leo nataka nizungumze na watumishi. Mimi ni mwinjilisti, ndio niko chini ya mchungaji, lakini sasa kuna vitu vingine ambavyo naviona sasa mpaka hivi sasa vimepuuzwa katika kwamba havina nguvu. Mfano, mtu anajulikana ni mzinzi, yupo kanisani, anahudumu na anaendelea kupewa vipindi. Haoni kwamba mbele za Mungu ni kosa kufanya kitu ambacho nakijua kwamba ni kosa, alafu bado unaendelea kuhudumu. Je, wewe unaohudumia sisi alafu unajua kabisa kwamba wewe hauko vizuri na Mungu, unategemea kwamba kinachotufundisha kitakuwa na manufaa kwetu ama kitakuwa hakina manufaa? Kwa sababu unatulisha kitu ambacho hakina nguvu wala uvuvio wa Mungu. Mwisho wa siku sasa tunakuwa ni watu ambao hatukui kiroho, kwa sababu tunahubiriwa vitu ama tunafundishwa vitu ambavyo havina uvuvio wa nguvu ya Mungu. Kwa sababu Roho Mtakatifu mahala pale ametoweka, hayupo, kwa sababu hakuna muunganiko wala hakuna ukaribu wowote ule na Mungu, kwa sababu Mungu hasirikiani na dhambi na Mungu hakaribii dhambi. Sasa unapokuwa na umbali na Mungu, hata kama ukilifundisha sisi hatuwezi kuelewa, kwa sababu yule kiunganishi ambaye ni Roho Mtakatifu ambaye anafanya kutufunulia hata yale magumu, anakuwa hahusiki wala hashiriki, kwa sababu wewe mwenyewe unayofundisha hauna connection na Mungu. Sasa unategemea sisi wewe Roho Mtakatifu tutamuona mwaka gani? Kwa sababu kuna watu wengine wameokoka bado ni wachanga, wanahitaji wamuone yule Roho Mtakatifu ambaye tunamsimulia katika matendo na katika utendaji. Sasa Roho Mtakatifu sasa hivi amenyamaza ndani ya kanisa, hasemi wala hatoi mafunuo yoyote. Sasa nataka kujiuliza kwamba hiki tunachokifanya Mungu anatutazamaje? Wengine wamekuwa na mitindo ndani ya kanisa isiyofaa mbele za Mungu. Iwe ni namna ya mitindo ya kuvaa, mitindo ya kunyoa. Mtu anakuja kanisani, mwanaume, umepigilia kasuruali kama kubana kweli kweli, yani hata kukaa kwenyewe kujiachilia namna hii huwezi kujiachilia. Yani unakaa umejibana bana, alafu huku umeikata imekuwa modo, alafu umeipigilia na zipu kabisa, maana yake hata kuvua kwenyewe mpaka ufungue zipu, wakati mwingine zipu yako ifungue imekuwa ni tabu. Alafu kasuruali kamekuwa ni kafupi kanakaa huko, alafu labda inaishia hapa, soksi hauna. Wewe unatufundisha nini sisi kama waumini?
Atilia mbali mimi nayejua. Je, kama yule ambaye hajui aikutazama wewe unafundisha, aikuangalia sana, naona kama unachokifanya ni sawa sawa, maana yake naye unamfundisha awe kama ni wewe, kwa sababu wewe, watu wanajifunza vitu ukiachilia mbali na neno la Mungu linalotufundisha. Watu wanajifunza vitu mbalimbali kutoka kwako. Cha kwanza, mavazi, kuongea na matendo yako unayotenda, kama jinsi ambavyo Petro naye alionekana wakati ambapo Yesu alikuwa amekamatwa, walivyomuuliza wale watu kwamba wewe naye ni miongoni mwao na Yesu na Petro akakataa, lakini wakamwambia, lakini wewe usemi wako, muonekano wako, mavazi yako inaonekana kwamba wewe naye ni miongoni mwa watu ambao walikuwa na Yesu, kwa sababu ongea yako, tembea yako, muonekano wako unafanana na wanafunzi wa Yesu. Je, unasemaje kama wewe hauko miongoni na Yesu? Sasa na vile vile sisi tunaohubiri ama sisi tunaomcha Mungu ambao tunatangulia wengine mbele, watu wanajifunza vitu kutoka kwetu. Ina maana kuanzia muonekano, mavazi na mwenendo. Kwa hiyo unapokuja kanisani umepigilia nguo ambazo hazieleweki, umenyoa minyoma au umechora wewe, mara umechora nini? Wewe unategemea watu wajifunze nini kwako? Wewe unatufundisha nini? Mtu wa Mungu, unatufundisha nini? Ifike mahala utubadilishe sasa. Sisi tunatafuta badiliko kutoka kwako. Sasa mimi nimetoka kule nje na mitindo yangu, nimekuja kwako, nimekuta na mitindo yako. Je, mimi nitajifundisha nini kwako? Na huyo Roho Mtakatifu kama itafanya kama unavyofanya wewe, wote tutakuwa ni kanisa la namna gani? Sitakuwa kanisa la ajabu ajabu. Roho Mtakatifu anatoka lini? Wapi watu tutakuja kukua kiroho? Mafunuo atatoka wapi? Kwa sababu Mungu hapo atakuwa hayupo, maana yake ni kanisa la ajabu ajabu. Alafu sasa na watumishi, kwa sababu ya vitu ambavyo mnavipata kwetu, yamkini mimi na cheo na elimu yangu na fedha zangu, wakati mwingine mchungaji, muda mwingine uwezo wako ni mdogo kuzidi mshirika. Sasa mshirika anakuja na uwezo mkubwa kuliko wewe, alafu wewe kwa sababu yamkini unapata zaka kubwa, yamkini unapata sadaka kubwa, michango anajitoa, unaogopa kumkemea kwa sababu ya uwezo wa kifedha alionao. Mwisho wa siku anakuja na mitindo ambayo haieleweki. Mwisho wa siku na washirika wengine wanaambukizwa na mitindo alionayo yule mtu, na kwa sababu yule mtu ni mtu wa karibu yako, anakuwezesha vitu mbalimbali, unaogopa kumkemea ili kusudi aache zile njia zisizofaa mbele za Mungu. Mwisho wa siku na watu wanajifunza kwake, na mwisho wa siku nakuta kanisa limeharibika, na wewe huwezi kusema kwa sababu mwanzilishi ni yule mtu. Na mimi huwezi kuniambia kwamba niache wakati yule mtu mwingine nimemkuta anafanya na mimi nimefanya kupitia yeye. Sasa utaniambia mimi nikuelewa wakati wewe mwenyewe unajua kwamba kuna watu wengine ndio wakuta na ni ndio waanzilishi. Wewe unafikiri mimi utapata ujasiri wa kuniambia? Huwezi kuniambia kwa sababu wapo watu ndio wakuta wanafanya vile. Huwezi kuniambia. Na kama huwezi kupata ujasiri wa kuniambia, lazima utanyamaza tu, kwa sababu hivyo vitu ulivilea wewe mwenyewe. Sasa sikiliza, mtu wa Mungu, ifike mahali tujue ya kwamba tunamtumikia Mungu aliye juu. Mungu hajaribiwi. Mungu sio Mungu anake. Usione Mungu anakaa kimya, bali anakuvumilia tu. Sasa akija kutoka kuvumilia, utakuja kupata adhabu na hukumu ambayo hautokaa kwa sababu kwenye maisha yako. Si kwamba unaweza kupata hukumu hiyo siku ya Kiyama. Hata sasa hivi tu unaweza kupata adhabu ambayo wewe huwezi kuikwepa. Huwezi kuikwepa. Sasa afadhali upate adhabu kutoka kwa madamu, lakini adhabu ya Mungu, ndugu yangu, ni kali kuliko vinavyochukulia. Sasa ifike mahala turudi katika misingi ya kimungu, turudi katika njia ya kweli, tukahubiri watu injili waokolewe. Hubiri mavazi, watu wavae mavazi ya kujistiri. Hubiri watu wanyoe minyoyo ya kueleka. Hubiri watu wawe na mitindo yenye kufaa mbele za Mungu. Watu tuwahubiri waache dhambi. Watu tuwahubiri waende katika njia yenye unyofu. Tuambie watu kutubu. Tuachane na habari za kuzingatia mambo ya kimwili. Wewe kama Mungu akiamua kukupa, atakupa. Usifumbatie wao, usikumbatie dhambi, bali ukaikemee dhambi. Ndugu yangu, mtu wa Mungu, sisi tumeitwa kuonya watu watembee katika hofu ya Mungu. Hatujaitwa kuchunga kanisa ambalo halina misingi wala hofu ya kimungu, bali tukawaonye watu wakasimame katika njia iliyo ya kweli, ili tuweze kufanikiwa kuwapeleka, yani kuwafanikisha kupitia katika ile njia. Lazima tuambie ukweli, ili Mungu anapowatazama aone kama ni watu wenye ufahamu, ambao wana hofu ya kimungu, ambao wana upendo kwa Mungu. Tujaribu kuhurumiana, kwa sababu yule mtu usipomwambia ukweli unamwangamiza. Sasa yamkini yule mtu sasa, kwa sababu haumwambii ile kweli na haijui kweli, utakuja kubeba dhambi zake. Mimi nakwambia utakuja kubeba dhambi zake.
utakuja kubeba dhambi zake, kama Ezekieli anavyosema kwenye ile 3 kuanzia ule mstari wa 18. Nimwambia mtu huyu kusudi aache mambo mabaya, alafu wewe hauwezi kusema naye ili ajiepushe na yale mambo mabaya. Hakika yule mtu atakufa katika dhambi zake. Lakini kama ukisema naye ili kusudi aache uovu wake, alafu yule mtu ataki kuacha uovu wake, yeye atakufa katika dhambi zake, na wewe utakuwa umejiokoa na nafsi yako. Sasa kama hujasema naye na akafa kwenye uovu wake, wewe damu yake Mungu ataitaka mikononi mwako. Wewe damu ya wale watu Mungu ataitaka mikononi mwako. Wewe mchungaji, wewe mwinjilisti, wewe nabii, wewe mtume, kama tuseme ilio kweli, nakwambia damu za watu Mungu atazitaka mikononi mwetu. Mungu atazitaka mikononi mwetu. Kwa hiyo ifike mahala watu tuambie ukweli, tuelekeze ile ukweli kama Mungu hataki mavazi mabaya. Mungu hataki minyoo yenye wai mara yenye viduku. Mungu hataki vitu ambavyo havina utukufu, bali Mungu anataka watu wajue ukweli ili waweze kwenda mbinguni. Watu watubu wakabadilike. Asante.